Nakuta mtu anakupiga kipigo ambacho hukustahili, kama mtoto anakufinya, wengine wanachomwa na moto, wengine wanakatwa mpaka mikono. Simewahi kuasikia? Ndio. Huo ni ukatili wa kimwili. Ni katika kuelekea maadhimisho siku ya mwanamke duniani, kituo cha taarifa na maarifa kinachosimamiwa na mtandao wa kijinsia Tanzania TGNP kimeendelea kutoa elimu ya kupinga ukatili kwa wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi Kalenga wilayani Iringa. Elimu hiyo inalenga kuwajengea jamii uelewa kuhusu madhara ya ukatili wa kijinsia na namna ya kujilinda dhidi ya vitendo hivyo. Don't touch. Hapa kwangu. Don't touch. Don't touch. Hapa kwangu. Don't touch. Katika mafunzo hayo, wanafunzi wamefundishwa jinsi ya kutambua mazingira hatarishi ili waweze kujikinga na matukio ya ukatili, hususan ubakaji na ulawiti. Ubakaji unafanywa katika nyanja nyingi sana mazingira yetu. Tunaona mazingira yetu ya shule jinsi yalivyo. Kuna zile sehemu ambazo zina vichaka, watu hawaruhusiwi kupita, na nyinyi watoto mnatakiwa msipite hizo sehemu, sawa? Ndio. Unaweza ukakutana na walevi au wavuta bangi wakakubaka. Sawa? Ndio. Ukatili mwingine wa kingono ni ulawiti. Ulawiti nao unafanyika katika mazingira ambayo sio salama, hasa shuleni, hata majumbani kwetu. Majumbani unakuta umerudi shuleni, mama hayupo, kaenda shamba, anatokea kijana au mtu mkubwa anakuita, anakupa zawadi ndogo. Anakudanganya labda pipi au biskuti au hela. Tuache kupokea hizo zawadi, sawa? Nyumbani kule mnaposhinda, mama ametoka, mtu anakuita vichakani, msiende. Sawa? Ndio. Ukatili ni ile aina ukatili unaoacha majeraha kwenye mwili. Sawa? Unakuta mtu anakupiga kipigo ambacho hukustahili, kama mtoto anakufinya, wengine wanachomwa na moto, wengine wanakatwa mpaka mikono. Simewahi kuasikia? Ndio. Huo ni ukatili wa kimwili. Kihisia ni aina ya ukatili ambao unaacha majeraha hayaonekani ila yapo moyoni. Mtu anakutukana bila kosa, mama amekukaribia anakuita mbwa wewe. Sawa jamani? Huo ni ukatili mmoja wapo. Na hiki hisia ni mbaya kwa sababu unakuta matusi mtoto anachukua nyumbani anapeleka. Hawa hapa ni baadhi ya wazazi wa kata Kalenga wakielezea namna ambavyo elimu inayotolewa na kituo hicho imechangia kupunguza matukio ya ukatili, ikiwemo vipigo majumbani kwa wanawake na ubakaji na ulawiti kwa watoto. Naitwa Jelda Laurent. Mabadiliko ambayo tunayaona TGNP hapa Kalenga imeanza mwaka jana, mwaka 2024. Kuna mabadiliko mengi tunayaona. Saizi hapa Kalenga tu penyewe. Zamani tulikuwa tunaona sana haya mambo ya ukatili yalikuwa ni mengi. Kwanza ukija kwa habari za ubakaji na ulawiti, ukitaka kusema kwa mkoa wa Iringa ilikuwa ukitaka kufuatilia, haipiti miezi kadhaa lazima utasikia. Kata ya Kalenga kuna ubakaji 1, 2, 3, kuna ulawiti, kuna ukatili wa kijinsia wa aina nyingi, vipigo. Yaani hizi pombe walikuwa watu wakinywa pombe kwenye ndoa ni vipigo, na vile vipigo vinawaathiri mpaka watoto. Mtoto anaweza asiathirike kwa sababu yeye hajapigwa, lakini anaathirika kisaikolojia. Kwa sababu mama anapigwa, baba akilewa mama anapigwa sana, mama akilewa baba anapigwa sana. Kwa hiyo lile pale tunashukuru saizi linapungua kwa namna fulani. Kupitia haya mafunzo tunayoyapata, tunavozunguka kwenye mikutano ya hadhara, tunazunguka. Suleiman Witala ni kiongozi wa dini hapa Kalenga. Pamoja kwa ni kiongozi wa dini, ni mwanahistoria wa Iringa hapa. Kwa hiyo ninazo historia za tangu zamani, nikiangalia maadili ya wazazi wetu, hata bibi zetu, yalivyokuwa yakiendelea mpaka kufikia kwa sisi. Aibu imeisha. Sehemu kubwa wazazi yani maadili ilikuwa zamani ni kwa unasema mtoto huyu hana maadili mema, lakini huyu mtoto ndio huyu anakuja kwa baba na mama baadaye. Sasa kile mtoto alichokuwa nacho hata ameshafikia kwa baba na huyu kafikia kwa mama, basi wanaanza kuviendeleza hata mbele ya watoto wao bila kuwa na aibu. Kwa hiyo lile ndio tunajitahidi sana kuelimisha hawa wazazi, kwamba wazazi wakumbuke kwamba wao ni wazazi na ni mifano ya jamii, kwa sababu jamii, wewe ukiwa ni mzazi ni kioo cha jamii. Kwa hiyo watu wanakutizama, watoto wanapokuwa wanakutizama kwamba huyu mzazi wetu anafanya nini, na mtoto kama tunajua na kawaida ya kunasa kila alichokiona mzazi wake anakifanya, basi ndicho hicho anachokariri kichwani. Mwenyekiti wa kituo hicho amesema ameamua kulenga kundi hilo la watoto kwa sababu ya umuhimu wake na kuwajengea uelewa mapema ili waweze kujilinda na matukio ya ukatili, hasa kwa sasa na maisha yao baadaye. Kwa jina naitwa Rose Usiko, mwenyekiti wa kituo cha taarifa na maarifa kata Kalenga, kwa kifupi tunaitwa KC.
kufika kwenye shule kutoa elimu. Hapa tulisha kutoa elimu kwa wazazi. Kuja kufungua shule wanapokuja kutoa mahitaji ya watoto. Watu kalenga tuje tuongee na watoto. Tunategemea tutapata mwamko chanya kwa sababu wameuliza maswali na wameonyesha uelewa mkubwa sana. Kuna watu wameuliza hapa na wameuliza nini maana HIV. Mmoja ameuliza kwamba ni kama mtu huwa anafanyiwa. Nikifanyiwa na mjomba ananiambia nikimwambia mama hata ni huo. Kwa hiyo na imani watoto wamepokea elimu kwa kiwango kikubwa. Martin Chua ni afisa ustawi wa jamii mkoa wa Iringa, amekiri kupungua kwa matukio ya ukatili wa kijinsia mkoani humo, huku akitoa pongezi kwa mashirika na wadau mbalimbali waliowezesha mafanikio hayo. Chua, afisa ustawi wa jamii wa mkoa wa Iringa, lakini pia kwa cheo kingine ni mwenyekiti wa afisa ustawi wa jamii wa mikoa Tanzania bara. Nikiwa mhamasishaji mkubwa wa masuala ya malezi, makuzi na maendeleo ya mtoto, lakini mwanaharakati wa kupinga ukatili wa aina zote kwenye jamii. Kwa hiyo tunaongea zinaonyesha kwamba ukatili unapungua. Hii ni kitu cha kujivunia. Cha kwanza ndio hicho. Na mimi niwashukuru wadau wote wanaofanya kazi za kupambana na ukatili dhidi ya watoto na ukatili wa kijinsia hapa mkoani Iringa. Taarifa zinaonyesha nazo hapa zinaonyesha kwamba ukatili unapungua. Kwa mfano tu kwa takwimu, mwaka 2023 yalikuwa matukio 9818 yote kwa ujumla wake. Ikijumlisha ukatili wa aina zote, una ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kihisia, waliotelekezwa, yote haya matukio mchanganyiko humo ndani yanakuja kuwa matukio 9818 kwa mwaka 2023. Mwaka 2024 mpaka tunafika mwisho kwa matukio hayo tuna matukio 7100. Kwa hiyo tuna chini ya matukio 2000 na kitu yamepungua hapo. Kwa hiyo tunaona sasa ukatili kwa mkoa wa Iringa unapungua kwa kasi nzuri sana. Kwa hiyo tunawapongeza watoto wanafanya harakati hizo kupingana na ukatili. Lakini wakati taarifa hizi na ukatili unapungua tunajipongeza hapa. Hebu tuangalie unapungua wapi na ni wapi kuna dosari. Taarifa hizi zinatuonyesha pia ukatili dhidi ya wanawake. Neno la kijinsia, ukatili dhidi ya wanawake unapungua kwa 23%. Kwa hiyo ukatili dhidi ya wanawake unapungua sana kwa kasi kubwa. Nadhani baada ya wanawake wengi kupata elimu na namna ya kuzuia, lakini wanaume kuelimishwa kuacha kufanya ukatili. Siku ya wanawake duniani huadhimishwa tarehe 8 ya Machi kila mwaka, ambapo Tanzania inaungana na mataifa mengine ulimwenguni kuangazia mafanikio ya harakati za kutetea haki za wanawake na kutokomeza ukatili wa kijinsia. Hii ni APC Mkombozi TV. Jina langu naitwa Heret Mola.